نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم مع وصية نفسي بتقوى الله جل جلاله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. عباد الله، خطبتنا اليوم دروس وعبر من قصة موسى مع فرعون. ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa pamoja na kuihusia nafsi yangu, ninawahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, tuko katika mwezi wa Muharram, ni miongoni mwa miezi mitukufu aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Mwezi huu una tukio kubwa ambalo liliwahi kufanyika kihistoria, na historia hiyo ikaandikwa katika Qur'an. Historia hiyo zikateremka aya nyingi kuja kuielezea historia ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukio hilo lilikuwa ni tukio la nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Musa, akiwa pamoja na jeuri wa ardhi. Mtu jeuri katika ardhi hajawahi kupatikana kama yeye, Firaun la'natullahi alayhi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika matukio mengi, katika visa vingi vilivyotangulia, Allah subhanahu wa ta'ala alisema tilka umma qad khalat, hao ni umma tayari washapita, au wana mambo yao waliyofanya na nyinyi pia mna mambo yenu mliyofanya. Lakini katika matukio haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotueleza ndani ya Qur'ani, alihitaji sisi tuchukue mazingatio, alihitaji sisi tuchukue ibar. Allah akasema inna fi dhalika alibra, katika matukio haya, katika visa hivi kuna mazingatio kwa wale wenye kutumia akili. Ndugu zangu katika imani, tukio ambalo limetokea katika mwezi huu wa Muharram, tukio la kuokolewa Musa alayhi salam dhidi ya vitimbi vya Firaun, sisi tunajifunza nini? Tunachukua ibra gani? Tunachukua mazingatio gani katika tukio hilo? Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika aya hii, inna firauna ala fil ard, hakika Firaun alikuwa jeuri katika ardhi, akafanya ujabari katika ardhi. Waja'ala ahlaha shi'a, na akawafanya wakazi wa nchi ya Misri wakawa ni mafungu kwa mafungu, akawagawa. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, akawafanya kuwa madhalili na wanyonge miongoni mwao. Bila shaka tunafahamu kwamba wana wa Israeli baadhi yao walikuwa wakiishi katika nchi ya Misri, lakini kwa kuwa walikuwa wanaishi ugenini, Firaun yeye kama mtawala wa nchi hiyo kwa wakati huo, yastad'ifu ta'ifatan minhum, zile kazi ngumu, kazi za udhalili, Firaun la'natullahi alayhi
alikuwa akiwafanyisha wana wa Israeli. Walikuwa wakipata manyanyaso na mateso makubwa sana wana wa Israeli katika nchi ya Misri kupitia mikono ya jeuri Firauni laanatullahi alayhi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza baadhi ya matukio mabaya aliyofanya. Allah akasema yastad'ifu ta'ifatan minhum, alikuwa akiwafanya dhaifu na wanyonge baadhi ya wakazi wa nchi ile. Yudhabbihu abnaahum, alikuwa akiwaua vifo vya kikatili watoto wadogo wa kiume. La shaka leo tunafahamu kwamba mtu akiua kwa namna yoyote ni kitendo cha kikatili. Hatusemi ikiwa kama atamuua mtoto mdogo asiyekuwa na dhambi, maana yake huyu atakuwa kafanya kitendo cha unyama zaidi kuliko mtu aliyemuua mtu mzima. Lakini haya ndio alikuwa akiyafanya Firauni kwa ujabari na ujeuri aliokuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yudhabbihu abnaahum, alikuwa akiwachinja. Na sisi tunafahamu katika lugha ya Kiarabu ukisema neno yadhbahu abnaahum wa yudhabbihu abnaahum ni vitendo viwili tofauti. Yawezekana kuua ama kuchinja kukawa ni kwa njia ya kawaida, lakini yudhabbihu ni kuchinja kwa namna ya unyama. Na aliokuwa akiwachinja Firaun walikuwa ni watoto wadogo wa kiume. Wayastahi nisaahum, na alikuwa akiwaacha hai watoto wa kike. Allah anasema innahu, bila shaka tambueni kuwa Firaun kana minal mufsidin, alikuwa ni miongoni mwa watu waovu mno. Lakini maisha yaliendelea katika udhalili huo. Wana wa Israeli wakaendelea kuteseka, wakaendelea kunyanyasika chini ya utawala wa Firaun. Lakini mwisho Allah subhanahu wa ta'ala alipoandika sasa tayari ule udhalili leo umefikia hatua ya mwisho, manyanyaso na mateso mlioyapata sasa hivi yamefikia mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala alimwangamiza Firaun. Na tukio hili lilifanyika katika mwezi kama huu tulionao wakati huu. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kueleza starehe alizokuwa akiishi nazo Firaun, neema alizokuwa akiishi nazo, majumba ya kifahari na amri yenye kusikilizwa, alikuwa akitoa amri yoyote katika nchi yake, hakuna anayeweza kupinga amri yake. Lakini wakati ulipofikia, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, Firauni pamoja na majeshi yake pamoja na watu wake, Allah anasema fa akhrajnahum, tukawatoa min jannatin, kutoka katika mabustani, kutoka katika sehemu za starehe, wa uyun, na mito waliokuwa kiitumia kwa ajili ya starehe zao, wa kunuzin, pamoja na hazina walizokuwa wamejiwekezea za mali, wa maqamin karim, na maisha bora waliokuwa naishi nayo, mpaka ikafikia mahala kwa yale maisha mazuri wanayoishi wakahisi kwamba wao hawatokufa, kama ilivyo baadhi ya tabia za baadhi ya watu leo hii. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala mpaka alipofikia mahala akasema thumma aghraqna al-akharin, baada ya kumwokoa Musa alayhi salam pamoja na watu wake, Allah anasema thumma aghraqna al-akharin, kisha tukawateketeza, kisha tukawaangamiza wale waliosalia, wale waliompinga Musa alayhi salam. Lakini nukta ya msingi zaidi, hawa watu walishakufa. Hili halituhusu. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, wao walishakufa na sisi pia tutakufa. Kwa hiyo hilo sisi si nukta ya msingi sana katika mada yetu, isipokuwa swala la msingi zaidi katika maisha yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna fi dhalika la aya, katika tukio hilo la ujeuri aliofanya Firaun, la ujabari aliofanya Firaun, la mauaji aliyofanya Firaun, ya mamlaka, matumizi mabaya ya madaraka aliyofanya Firaun, Allah anasema tukio hilo la yeye kuangamizwa, inna fi dhalika la aya, katika tukio hilo kuna mazingatio. Allah anasema wama kana aktharuhum mu'minin, lakini watu wengi ama wengi wao hawakuwa ni wenye kuamini. Maashara almu'minin, ma hiya al-ibar, ما هي الدروس والعبر من هذه القصة؟ tunajifunza nini sasa kutoka katika tukio hili, tukio la ujabari, tukio la kunusuriwa Musa alayhi salam? Yako mengi sana ambayo tunaweza tukajifunza, lakini kutokana na wakati kuwa mchache katika khutba tutachukua machache miongoni mwa hayo. Miongoni mwa mambo ambayo tunajifunza ni kuwa anna almansiba mahma kanat la mahala zaila,
tutambue kwamba nafasi yoyote atakayokukabidhi Allah subhanahu wa ta'ala, uwe ni uraisi, uwe ni uwaziri, uwe ni uhakimu katika mahakama, iwe ni cheo chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakukabidhi katika maisha haya ya dunia, tambua ya kwamba mahma talat, vyovyote vile mamlaka yako, cheo chako kitakavyoishi kwa muda mrefu, wallahi alazim, tambua kwamba iko siku cheo ulichonacho kitafikia mwisho. Lakini miongoni mwa mambo ambayo tunajifunza katika kisa cha Nabiyullah Musa alayhi salam pamoja na Firaun ni kwamba kun man takun alyawma tamshi wa ghadan madfun, wewe kuwa utakavyokuwa katika maisha haya ya dunia, kuwa waziri, kuwa tajiri, kuwa bilionea, kuwa jeuri, kuwa kadha. Kun man takun alyawma tamshi wa ghadan madfun, kuwa utakavyokuwa katika maisha haya dunia, lakini tambua kwamba leo wewe unatembea ukiwa salama na miguu yako, iko siku utakufa na utakwenda kuzikwa katika ardhi, utakwenda kufunikwa na mchanga ambao hapatakuwa na simenti, hapatakuwa na umeme, hapatakuwa na network, hapatakuwa na chakula, hapatakuwa na chochote. Wewe ndio utageuka kuwa chakula cha wadudu. Kun man takun alyawma tamshi wa ghadan madfun, kuwa utakavyokuwa katika maisha haya dunia. Leo unatembea na kesho utakwenda kuzikwa. Ndugu zangu katika imani, hivi kibri ni cha nini? Kwa nini tunakuwa na jeuri? Kwa nini tunakuwa na kibri? Tunawafanyia watu jeuri kwa sababu ya nafasi alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya madaraka ya muda mfupi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuazima. Iko dakika itafikia madaraka haya Allah atatuondolea. Kwa nini tunakuwa na kibri? Na haijalishi kuwa na kibri si lazima mpaka uwe na madaraka. Imam Ali radhiyallahu anhu katika maneno yake anasema, kaifa yatakabbar, ni namna gani, hivi ni vipi mtu mwenye akili timamu leo anakuwa na kibri, anamfanyia jeuri mtu mwenzie? Man kharaja makharaja albauli marratain, mtu aliyetoka katika njia za mkojo mara mbili. Una kibri cha nini wewe, hali ya kuwa njia uliopitia kuja duniani umepita katika njia ya mkojo? Maashara almu'minin, tunachojifunza katika mafundisho haya ni kwamba kibri si sifa ya muumini, bali kibri ni sifa mbaya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alifanya kuwa ni sababu ya kuwaangamiza wale waliotangulia. Lakini pia kibri hicho walichokifanya wale, lau kama sisi tutakifanya, Allah subhanahu wa ta'ala hashindwi kututeremshia adhabu, hashindwi kutuadhibu kwa sababu ya haya tunayoyafanya. Lakini pia miongoni mwa mambo tunayojifunza katika tukio hili ni kwamba ni bisharatan lilmadhlumi, ni habari njema, ni biashara njema kwa yeyote ambaye amedhulumiwa kwa namna yoyote ile. Ima amedhulumiwa kwa kauli, kuna mtu kamtukana, kuna mtu kampiga, kuna mtu kachukua haki yake bila ridhaa yake. Dhulma yoyote mtu atakapofanyiwa, basi atambue si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesinzia. Mtu amekufanyia ushirikina, mtu amekufanyia uchawi, imma wewe au familia yako au yeyote katika ndugu zako, basi kwa dhulma hiyo aliyokufanyia, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, usidhanie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameghafilika, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejisahau, Allah haelewi nini kinachoendelea katika maisha yako. La, Allah subhanahu wa ta'ala sema usidhanie hivyo, bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawa wanaofanyia dhulma, imma nakufanyia wewe au anamfanyia yote katika familia yako. Allah anasema inma yuakhiruhum, anawapa muda kidogo waendelee na yale wanayoyafanya, ili siku Allah akija kuamua kuwaadhibu au adhabu ambayo hawakutarajia, lau kama iko siku itakuja kutokea wataadhibiwa adhabu ya namna hiyo. Kwa hiyo tutambue ya kwamba sisi ambao tunatabia kuwafanyia watu wengine dhulma, imma katika mali zao au katika haki zao zote, mtu anaponyanyua mikono kwa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala huwa anatoa tangazo, anasema wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa izzati, ewe mja wangu naniomba wakati huu kwa sababu ya dhulma uliofanyiwa, wa izzati, ninaapa kwa utukufu wangu, ninaapa kwa
kwa kibri changu, ninaapa kwa mamlaka nilionayo, wa izzati wa jalali, na utukufu nilionao, la ansurannaka, ninakupa msisitizo kwamba nitakusaidia, nitakunusuru katika dhulma uliofanyiwa, walau ba'da hin, hata kama malipo yale nitakayomlipa yule aliyokudhulumu hutayaona ndani ya siku 2-3, lakini nahakikisha kwamba iko siku nitakulipia dhulma uliofanyiwa. Maashara almu'minin, ndugu zangu katika iman, tujiepushe na dhulma, kwani dhulma ni mbaya. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، نقزانقو كتك إيمان، baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tutambue ya kwamba dhulma ni jambo baya. Dhulma ni miongoni mwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha, akasema ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, tambueni kuwa bila shaka mimi Mola wenu nimejiharamishia dhulma juu ya nafsi yangu, waja'altuhu bainakum muharrama, na nimeifanya dhulma hiyo baina yenu nyinyi kuwa ni jambo la haramu, fala tadhalamu, tahadharini sana msije mkadhulumiana. Khitaman, kwa kumalizia mazungumzo yetu katika hutuba hii, tumesema matukio yaliyotangulia sisi hayatuhusu waliishi miaka mingapi, ni yapi walioyafanya, bali sisi tunachotakiwa kuhusika zaidi ni kuchukua mafunzo katika yale yaliyowatokea katika maisha yao. Dhulma ni mbaya mno. Tuhitimishe kwa kauli ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Imam Ali anasema katika maneno yake mazuri, la tadhlamanna idha ma kunta muqtadira, fadh-dhulmu marta'uhu yufdi ila an-nadami, tanamu aynuka wal madhlumu muntabih, yad'u alayka wa aynu Allahi la tanami. Imam Ali anasema la tadhlamanna, usithubutu kumdhulumu mtu, ma kunta muqtadira, hata kama una uwezo, hata kama una nafasi ya kumfanyia dhulma, usithubutu kumdhulumu mtu yeyote. Fadhulmu, tambueni ya kwamba dhulma marta'uhu yufdi ila nadami, hatima yake, mwisho wa dhulma humpelekea mtu katika majuto. Kwa nini? Kwa sababu tanamu ainaka, wewe utakapomaliza kumtendea mwenzio ile dhulma, utafikia wakati ile mali ushakula umesahau, utafikia mahali yale maumivu uliyomsababishia wewe umesahau, utapata usingizi, utalala. Lakini yule uliyemuumiza katika mali yake, yule uliyemuumiza katika heshima yake, yule uliyemuumiza katika familia yake, anasema wal madhlumu muntabih, wewe utasinzia, lakini uliyemdhulumu hatolala, ataendelea kubaki macho kila wakati ambapo atakapokumbuka maumivu ya ile dhulma uliyomfanyia. Yad'u alaik, ataendelea kukombea dua mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ainullahi, lakini tambua wewe jicho lako baada ya kufanya dhulma litalala, lakini jicho la Allah subhanahu wa ta'ala halijawahi kulala. Ndugu zangu katika imani, tusiwatazame baadhi ya watu kwa macho ya izdira. Usimtazame mtu kwa jicho la kejeli, usimtazame mtu kwa mujibu wa muonekano anaoonekana nao, ukamuona kuwa huyu ni mtu mwepesi, ni mtu ambaye hata nikimfanyia lolote hawezi kunifanyia lolote, hawezi kunifikisha mahala popote, hawezi kunipeleka mahala popote. Hebu sikilizeni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwa limetokea tukio baina ya masahaba. Mmoja kati ya wafanyakazi, mmoja kati ya vijakazi, tena alikuwa ni mtu mweusi, anafanya kazi katika familia ya Bani Saad. Basi siku moja binti wa mle ndani alimpiga yule mfanyakazi, kampiga kipigo kibaya sana mpaka akamsababishia kumng'oa jino.
Yule binti kwa sababu alikuwa ni Muislamu, pamoja na kwamba alikuwa ni mfanyakazi, pamoja na kwamba alikuwa ni mtumwa, yuko ndani ya familia, pamoja na kwamba wao ni weupe lakini yeye alikuwa ni mweusi, akapeleka mashtaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipofikisha yale mashtaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akaita ile familia akawauliza ni nini kimetokea. Baada ya kutazama Mtume sallallahu alayhi wasallam kesi ile, akahukumu yule binti mtoto wa bosi, na yeye pia ang'olewe jino kama alivyomng'oa huyu mfanyakazi wa ndani. Basi yule baba wa familia akamwambia, ya Rasulullah, haliwezekani, yani mwanangu mimi ang'olewe jino, mimi bosi wa huyu binti ang'olewe jino kwa sababu ya huyu mfanyakazi wa ndani, huyu mtumwa, tena mtu mweusi. Kaambia, ya Rasulullah, hilo haliwezekani. Faghadiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ghadban shadidan, akakasirika Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hasira mbaya sana. Akawaambia wale familia ya Bani Saad, mimi ninakwambieni sheria ya Allah, ninakwambieni Allah amehukumu hivi katika hili, wewe unasema haiwezekani, wewe unapingana na amri ya Allah. Basi pale pale wale mabwana wakalainika nafsi zao, wakawa tayari binti yao pia alipizwe kisasi kwa kile alichokifanya. Basi walipokubali, yule binti baada ya kuona nyoyo zao zimelainika akawa amesamehe. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya yule binti kusamehe akasema maneno makubwa sana, rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu. Usimdharau mtu, usimdhulumu mtu kwa sababu unaona hawezi kukupeleka mahala popote. Usimdhulumu mtu kwa sababu unahisi hawezi kukufanya lolote, kwa sababu ya mamlaka ulionayo, kwa sababu ya madaraka ulionayo, kwa sababu ya pesa ulizonazo. Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema rubba ash'ath aghbar. Unaweza ukamtazama mtu saa nyingine ni mtu masikini kiasi ambacho nywele zake zimekaa ni timtimu, hana hata mafuta ya kupaka katika nywele zake, hana hata kitana cha kutana nywele zake, ni mtu amekaa rafurafu kama mwenda wazimu. Tena Mtume anasema madfu'in bil abwab, mtu ambaye saa nyingine hata anapokwenda katika nyumba za matajiri akigonga mlango, wakiambiwa wakisikia ni fulani hawafungui mlango, kwa namna wanavyomdharau, kwa namna wanavyomchukulia. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huyu mtu ambaye watu wanamdharau kiasi hiki, lau aqsama ala Allahi, lau kama utamfanyia ubaya ikatokea akakuapiza kwa jina la Allah, wallahi kwa dhulma hii ulionifanyia, wallahi ninamwapa Mwenyezi Mungu Allah atakufanyia kadha wa kadha. Mtume anasema lau aqsama ala Allahi la abarrahu, lau kama angetoa kiapo cha kukuapiza katika dhulma yote aliyomfanyia, basi Allah la abarrahu, angekiepusha kiapo chake kutokutekelezwa. Maana yake usimtazame mtu kwa sababu ya appearance anayoonekana nayo. Ndugu zangu katika imani, tumezungumza mengi katika hutuba hii, lakini dhulma ni jambo baya, tuliepuke. Imma dhulma hii saa nyingine tusifikirie kwamba ni dhulma inayoanzia nje, saa nyingine dhulma hizi zinaanzia katika familia zetu, mke na mume, mume na mke. Dhulma hizi tuziepuke kuanzia ndani ya familia zetu, lakini pia katika shughuli zetu zote tunazo kwenda nazo.